Familia ni kanisa la nyumbani. Ecclesia domestica, chuo cha upendo, imani samaha na huruma yake Mungu. Familia baba, mama na watoto. Familia ni kanisa la nyumbani ni wimbo unaoimbwa na wanachuo wa chuo cha katekesi cha Familia Takatifu jimboni Kigoma, kilichoanzishwa mwaka 1964. Kama ilivyo familia ya Yesu, Maria na Yosefu. Katekista kwa kifupi, katekista ni mwalimu, yule anayefundisha, yani anayefundisha. Lakini katekista huyu ni Mkristo Mkatoliki ambaye ameitwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kazi na utume wa kufundisha dini na maadili. Na hawa kwa kifupi ni mkono wa kuume wa mapadre huko katika huduma za maparokiani na vigangoni kwa ujumla, wakijibidisha hasa katika kufundisha dini na maadili kuanzia kwenye vigango, lakini pia kwenda mashuleni, kwenda kufundisha. Lengo hasa ni kufundisha. Katekista ni mkono wa kuume wa padre. Ukatekista pia ni wito katika kumtumikia Mwenyezi Mungu. Muumini mlei anaweza kuitwa kuwa katekista, yani kuwa mwalimu wa wenzake. Na hivi lazima awe ni Mkristo mbatizwa, mwenye sifa njema, ambaye kwa kweli anajitahidi kuwa mfano kwa wengine, ambaye anaweza kuzungumza akaeleweka na wengine wakafuata mwenendo wake uliomwema. Lakini pia lazima awe ni Mkristo Mkatoliki mwenye nia thabiti ya kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa kufundisha dini na maadili. Awe tayari kufundisha. Ni wazi kwamba ni wito, na hivi katika utume huu wa katekista kwa kweli hakuna malipo, yani kama pesa au kitu fulani labda kwamba nikifanya hivi nitalipwa hivi. Hapana, ni majitoleo. Kwa jimbo Katoliki Kigoma kwa mfano, utakuta posho ya katekista kwenye sinodi ya jimbo imetajwa warau shilingi 30,000 kwa mwezi. Lakini kwa pale ambapo kuna uwezekano huo, lakini kuna vigango, mimi navishuhudia vigango hivi ambavyo haviwezi hata kupata 5,000 ya kumpatia katekista kwa mwezi. Vipo, utakuta waumini 10. Hali ya uchumi ni hivyo. Kwa hiyo asilimia kubwa ya katekista anapokuja chuoni aelewe kabisa kwamba mengine atakutana nayo ndani ya safari, ni kazi ya majitoleo. Na hivi anaalikwa kuwa mtu mwenye bidii ya kuweza kufanya kazi ya Mungu hiyo ya kufundisha kiaminifu na kikamilifu, lakini pia akawa na bidii ya kuweza kutegemeza familia yake vizuri, akaweza kufanya yote bila manunguniko wala bila malalamiko yoyote. Nani anafaa kuwa katekista? Kwa kweli ni mpango wa Mungu mwenyewe. Kwa kweli nilikuwa sitegemei kwamba ninaweza nikaitwa nikatumikia wito huu, lakini basi kwa msaada wa Mwenyezi Mungu nimejikuta niko hivi nilivyo, na mpaka sasa naendelea kumtumikia mpaka hapa atakaposema kwamba hapa inatosha. Wanachuo hawa wa Familia Takatifu wanafundishwa dhamana ya kufundisha wakatekumeni, watoto wa komunyo ya kwanza na ubatizo. Hapa wanaeleza kilichowasukuma kuingia katika wito huu. Kwa kitu ambacho kilinisukuma, kwanza mimi napenda utume kwa watoto wa mashirika ya kipapa. Ni mlezi wa watoto, lakini sasa nikajiuliza, nitawaleaje watoto hawa kama sijui katekesi? Nitawafundishaje sijui katekesi? Sijui miongozo ya kanisa? Basi ikanibidi nimfuate paroko, nimuombe, mwambie baba, natamani sana kulea watoto ila sijui miongozo ya kanisa, sijui miongozo nitawapeleka wapi, yani katekesi sijui, kwa maana mimi nilitokea dini ya Kiprotestanti. Hivyo basi nikaa nimemuomba niweze kupata ufadhili nisome katekesi, nielewe kanisa, ili nielewe na mipango yake na miongozo yake,
ili nije kuwa mwalimu mzuri kwa watoto. Ndipo nikatafuta chuo cha katekesi, nimepata chuo cha katekesi Kasulu, Kigoma. Ni safari ya miaka 2 ya majiundo ya ukatekista. Nini matarajio ya wanazuoni hawa baada ya kumaliza masomo yao? Matarajio yangu baada ya kuwa nimehitimu chuo, mafunzo haya ya chuo, basi natarajia kuendelea kumtumikia Mungu katika nyanja mbalimbali, lakini hususan katika wito huo wa ukatekista, kulingana na jinsi ambavyo dunia ya sasa hivi ilivyo. Dunia unaona sasa hivi sayansi na teknolojia imekuwa kubwa sana, na hivi kumbe inahitaji nguvu kubwa ya kuweza kutangaza Injili kwa watu. Nikitoka hapa nitakapoenda huko mtaani, nitawavuta vijana, hasa vijana, kwa sababu sasa hivi dunia sasa hivi imeharibika kabisa. Vijana wengi wamepotea kabisa. Ukimwambia kijana aende kanisani, anakuambia hilo hamna kabisa, kwa sababu utandawazi umetuathiri sana. Yaani utandawazi unasababisha vijana wengi kupotea kanisani. Ukienda kanisani, asilimia kubwa wanaosali ni wazee, yaani kidogo sana na watoto. Hivyo basi matarajio yangu nitakapotoka hapa, nikienda huko na mtaani au kwa kuishi na wanajamii, tawavuta baadhi ya vijana, hata kama sio wote, ila angalau basi vijana wamrudie Mungu. Niwaeleze na hichi ili mwisho wa siku wote tupate kuifikia mbingu. Simulizi ya mafunzo ya makatekista ni mafunzo ya ukatekista. Ni taaluma ambayo imewasaidia binafsi, na katekista ana jukumu la kulea na kufundisha watoto kwa kuzingatia katekesi ili watengeneze familia bora za baadaye. Kwanza nimelijua kanisa, lilianza wapi, lilianza lini, lilitoka wapi, linaenda wapi, na sasa tuko wapi. Nimejua, kwa maana kabla sijaja nilikuwa sijui. Kwa maana nilikuwa naenda tu kusali, hata nikiona salama mama Bikira Maria sijui maana yake, sijui kila kitu. Ila kwa sasa nimejua na ninaenda kuwa mwalimu mzuri, na imenitoa katika viwango vingine, imeniweka katika sehemu nyingine kabisa. Nimejifunza vitu vingi sana. Nilikuwa ni mvivu wa kusali, lakini nilipofika hapa kwenye zile shughuli za hapa na pale, kwenye masifu tunakuwa tunashirikiana kusali, nikajikuta ile hamu ya kusali ikanisukuma hadi sasa hivi, yani napenda sana kusali. Wanafunzi wengi wa ukatekista ni watu wazima. Mbinu gani zinatumika kuwafundisha? Padre anaeleza jinsi gani wanaweza kuwafundisha. Ukiona viairea vimeundwa, ni wazi na ni ukweli usiopingika. Changamoto zipo nyingi, na changamoto kubwa kabisa ambayo tunaiona kama walezi ni hali ya kutaka kwanza kubadilika na kupokea mabadiliko. Kwanza tukumbuke kwamba hao wanaokuja hapa, asilimia kubwa, karibia 99.9 ni watu wazima. Ni wababa, ni wamama, wana familia zao. Na wana watoto wanawalea huko nyumbani, wengine wana wajukuu. Kwa hiyo inaweza kuwa ngumu kumsaidia, hata kama na changamoto fulani, inaweza kuwa ngumu kumbadilisha ndani ya huu muda mfupi wa miaka 2, kwa sababu kuna hali fulani ameijenga kwa muda mrefu. Kwa hiyo kuna huo kama kamgomo fulani kakutaka kubadilika, na pengine kama ni mtu mzima, huyu baba au babu wa wajukuu wake huko nyumbani, anaweza kufikiri pia kama vile yuko na wajukuu wake huko, na hivi akataka pia hata kuamrisha atakao wakuta hapa anawachukulia kama wajukuu zake au watoto wake, na kusahau kwamba yeye amekuja kulelewa. Kwa hiyo kuna hali ya kupokea mabadiliko, kwamba siko tena kule, nimekuja mimi, ni mwanachuo, ni mwanafunzi wa ukatekista. Kwa hiyo napaswa kutulia, kufungua moyo, kumruhusu Roho Mtakatifu afungue akili ili niweze kupokea malezi. Hiyo ni changamoto kubwa ambayo naiona kabisa, tunaiona kama walezi mahali hapa, na hivi tunatumia si nguvu ya kimwili zaidi, lakini basi
ni nguvu ya Roho Mtakatifu katika maarifa haya mbalimbali ambayo tunawapatia. Na hii ni safari ya katekista anayeandaliwa kwa ajili ya kuwalea watu katika imani na kumtambulisha Mungu kwao. Kama ilivyo familia